Sultana. Nakuomba unifikirie hili jambo kwa sababu kwa kweli kama unavyosema kwamba moyo wako umeumia na ninavyoona kwamba wewe ni mwanasheria ambaye unafahamu sheria sana na upelelezi kwa umakini. Na imani ukipeleleza vizuri sana utaona moyo wangu jinsi ulivyoathirika. Na karibu kufa. Basi naomba usije kuniwea sababu. Bye. Kachini. Hapo utakutana kina mwanapilea watu kumbavu huyo. Urarusinji. Hiyo sanga ni wewe wamejinganga. Wambona. Usijua kwa jua ninaamini mimi si kwamba basi sasa. Okay. You go back inside kaendelea na kazi zako. Achana kazi. Sawa. Ila Mungu bado yuko na wewe. Mungu. Unachoa sitima. Twende usengi. Sema kufika. Sultana. Pole sana. Najua ambayo alikukuta sio madogo, tena yanauma sana. And najua sana machozi yako ni kwa sababu ya Jamal. Umeyatoa wapi kama ni Jamal? Asma. I think usisahau kama mimi mkubwa wako. Literally that I am like your mom. Hata kama niko miaka midogo, I take care of you kama vile mtoto wangu. Everything about you, kila kitu ambacho kinakuhusu wewe lazima nikijue. So hata hichi sio kidogo kwangu. Najua sana ambayo anakuuliza sasa hivi is because of him. Kakuumiza, kakuacha tena muda ambao ulikuwa utegemei. Nakosea? Unajua kila siku nilikuwa nikikwambia ndogo wangu, unaona like it's because nimeishi abroad, nimesoma nje au like hapana, it's just akili. Unapendana na mtu haumjui, pale unaharakia kuoa, pale unaharakia kuolewa, haujamfahamu, haujui nia yake na wewe. Ona sasa siku ya leo anakufanya nini? Nilipokuja nakwambia tumsome tumjue anataka nini kwako. Anakupenda au anakuchezea? What is motive? Kila kitu kina motive duniani. Very few people wanafanya kitu kwa nia ya genuine. Una understand? Sasa leo unalia kwa sababu ya nani? Ulimpenda 100%. I think uliona tuligombana vingapi kwa ajili yake? No. Jamal aliprove kwamba mapenzi ambayo alikuwa nawe sio ya dhati. Ni kwa motive, kwa nia mbaya. Sababu think about it, alikuacha exactly the same time ambao nilimwambia wewe ukimwelezea unajua I found out kama babangu alikuwa sio babangu mzazi. I'm not his blood. Nani? Kwa nini wakati alikuwa anafikiria kama wewe ndio mtoto wake, wewe ndio unarisi mali yake, alikupenda na akakuharakisha sana tuoane, tupendane, what's mine is yours, chako ni changu. Alafu hivi anasikia kama hauna chochote mjina lako, amekuacha msiku moja. Hawezi ukafikiria picture nzima. You can't see the picture. Najua ambayo nasema yanakuuma. I know and trust me. Na visema na uchungu mwingi sana, lakini please fungua macho, fungua akili. I can't keep quiet na kuona uko unajiingiza matatizo. I have to tell you the truth. Lazima nikwambie ukweli. I know. Kunifanyia mimi hivi kweli. Jamani. Hakupenda, hakuwa na nia nzuri na wewe. Una understand? Kila siku Jamal alikuwa ananipenda. Siona kitu gani kinamjaa akili niko kweli. Alipenda ambacho uko nacho.
when he found out kama hauna kila ambacho anakitaka alikuacha. Mimi sikuwahi kuona kwa Jamal anampendea yeye niko na sikuwahi, alikuwa ananipenda kwa dhati. Why you think kuna wanafiki duniani? Kuna hypocrites duniani kwa sababu gani? Hautamjua, lakini God ana bless watu wengine na kipaji cha kuona, which is mimi nilikuwa pale kwa ajili yako kukuelewesha, basi masikiliza, ni hivi tufanye hivi, msome hivi. Hautaka kuelewa, unapaswa kunitrust mimi, niko hapa kwa ajili yako. I think even unaweza understand kama mimi nataka kuliko wote mama mdogo uliomwamini mama mdogo, right? Tukagombana hapa, mkanidharau, mkanambia maneno mengi. Nikakwambia kitu gani? Lazima nikumbushe Basma ili ujue mama mdogo akasema kauli gani Basma. Hivi nataka kuniambia ulimpenda baba mama mdogo kumshinda baba? No, right? Kasema kauli mwenye hapa mbele yetu. Niliolewa naye sababu ya mali, sababu ya kila kitu cha kanipa, nyumba, everything. Unajua sababu yake kuolewa na yeye. Kajifanya ni mama yako anakupenda, kakuweka sumu. Think about it. Kauli yake ingekuwa basi, I'm saying this mimi mwenyewe. Alisema mbele yako. Ule ni mzee, maana mimi sikumpenda, hatukuishi naye kwa usalama. Ni maneno yangu mimi. Uliyasikia au kuyasikia? Kwa nini sikuyaona hayo sister? Sister, mimi nilikuwa mjinga sister. Haya yote sikuyaona. Aliyasema ile mimi sikuona kitu hata kimoja sister. Mimi nilikuwa mjinga. Unajua ukiwa kwenye ujinga huwezi kaona chochote. But siku lao mama mdogo alikupa sumu, aliblind, alibrainwash. Brainwash like how I say it in Swahili. Alikuweka sumu anakushinda miaka, alitumia akili sana. Kuonesha kama mimi ndo mbaya wako, mimi ndo sitaki kuwa mali na wewe, mimi ndo sikupendi, alikuvika sumu nyingi. Alafu sasa unaweza kuamini kwamba huyo Jamal baba yake Chief Amir ambaye anajulikana bosi wa hii katinzi anapendana na mama. What? Mama mdogo alikuwa na affair. Just listen to what I'm saying. Nikuelezee everything that's going on. Mama mdogo anapendana naye mpaka hivi tunaongea siku ya leo anapendana naye. Na huyo Jamal. Plani ya mama mdogo ni kupata mali ya baba yetu. Ataipata aje? Ikishindikana wewe kama mtoto wake, ataenda kwa Jamal akutafuta wiki mapenzi. Ako brainwash, I love you this and that. After marriage mkishaoana, mali zako zote wakunyang'anya. Afu zitaenda kwake sababu anapendana na baba yake na Jamal. Na ndio maana as soon as waligundua kwamba yeye sio mtoto wa baba yetu, wakaona plan imefail. Hard work zote, mama mdogo mapenzi yote yakapotea ghafla. Jamal mapenzi yote yakavunjika ghafla. Shule yake iko wapi? Waligundua ambacho alikuwa anataka kwako kimeshindikana because wana realize eti hauna kitu. Look at the whole picture. Na mimi siko mtoto wa ndani. Siko mdogo wako. Hapana, don't say that. Wewe ni damu yangu no matter what. Au mama mdogo plan zao zikapasi kwetu. Unasikia? Alafu sasa mama mdogo nilipogundua everything about this Anas ambaye nilikuwa namwamini myself kama fiancé wangu. Niligundua audio msimu yake kutoka kwa mama mdogo. Niligundua audio msimu ya Dr. Anas ambaye nilimwamini as a fiancé. Mama mdogo anasema sana haraka sana, make sure unamdhibiti BADRA. Yamesema hicho kitu. Plan yetu imefeli. Anamwambia plan yetu imefeli, Jamal ameshindikana. Yuko anamuelezea kama jinsi wewe hauko mtoto wa baba. Anamuelezea Anas. Anamwambia sasa you make sure kama unampata BADRA kimapenzi. Hii ndio plan B yetu, please usikose, usifeli hichi kitu. Lazima tumpate mchoro wetu maana wewe umefeli. Unaona hicho? And plan wote wako in one group like yani strategy yao ni kubwa sana, wali conspire kitu kikubwa sana kwetu. Sijaolewa naye. Nimedate naye how long? Nilikuwa namsoma na leo nimefind out kitu kikubwa. Alikuwa sio mkweli kwangu. Unaona? Mama mdogo, Dr. Anas, everybody ilikuwa ni plan yote na audio iko hapa sio. Tutakusikilizia baadaye. Sister, mimi siko mdogo wako, inabidi tulitafute familia yangu. Basi, stop. Sikiliza, listen to me. Mimi nili grow up in this house, najua wewe ni mdogo wangu. Nili grow up unaniona mimi ni nani? Mkubwa wako.
Sijui chochote, sijui kaka, sijui dada wengine. Ni mimi na wewe my whole life. Sijui chochote anything besides that. Unasikia? Sijui kitu kingine. Na wewe nataka ufikirie hivyo. Besides me there is nobody else. Mimi sijui chochote kile except wewe ni ndugu wangu. Hata kama what Auntie Sultana alisema inaweza kuwa ni kweli. I don't care. Unasikia? I don't. Yani first of all, I want to talk about it. Sikijali sitaki kukisikia. Wewe ni mdogo wangu. Na kama kuna maneno yote baba niache anything whatever it is, mimi na wewe tutagawa equally. Unasikia vizuri? Really? Sister, yeah, what's mine is yours. Ujue hicho kitu. I'm gonna be here for you for as long as Mungu ananikubalia. Sultana. Karibu sana Daniel. Najua nyinyi watu kama nyinyi mnapokuwa mmemwita mtu anakuwa na hofu sana na moyo unatikisika sana kabisa. Wala usiwe na shida, ni amani na kitu kilichosababisha na kuita ni kimjisanzo. So there is nothing to worry. Kuwa na amani na ujisikie uko vizuri. Sababu ni mazungumzo ambayo yanahitajika ili tutazame kwamba tunafikia kwenye malengo. Na sasa kilichonipelekea kukuita ni kuweza kujua uhakika wa habari za kifo. Habari za kifo? Kifo cha? Habari za kifo cha mzee Adili. Sasa mimi kama vile sielewi. Kwa nini familia nzima ipo lakini unakuja kuniambia kwamba unakuja kuzungumza habari za kifo? Kuna mimi ninahusika? Ndiyo, hapana. Usiokopi kunywa soda. Unafuata kafara. Unywa kafara kandi nugira ubwoba. Urazi amatohoza ahereye ku muntu bisubira ko bakora mwike. Jiro vraiment. Oya nugira ubwoba kandi nta numwe akwikeka ahubwo gusa kama nimeanzia kwako ni kwa sababu wewe ni mtu wa karibu. Ulikuwa driver wa yule mzee na pia vile mpaka sasa umeendelea unafanya hiyo kazi ya udriver. Kwa hivyo kupitia hiyo kazi yako ya udriver kuna mambo mengi sana ambayo unaweza kuwa unayaona, yanakupitia kwenye macho. Kwa hivyo nimependelea ili niweze kujua kwa sababu nimeshafanya investigation huku na kule kwa baadhi ya watu. Kwa hivyo na wewe nimetaka nisikie angalau something kutoka kwako ili nijue hii case naweza nikai close vipi. Mimi nakuwa sana sipendi kuzungumza habari. Zungumza wala usiwe na shaka, jisikie huru. Mimi nilikuwa nimezungumza. Wala usili. Hili ni jambo la kawaida sana. Kuzungumza. Sio nasikia sana moyo unaniuma. Jikaze. Wewe ni mwanaume, jikaze kiume. Tuongee. Ndio sana kama baba yangu. Ameleta kwenye ile familia. Na kunisaidia sana. Ndio mara nyingi nakuwa sipendi sana kuzungumzia habari za ule mzee. Lakini ilikuwaje, imeendekaje? Kwa hiyo ninachokifahamu tu ni kwamba yule mzee amefariki. Inasemekana amekufa kwa maradhi ya mshtuko wa moyo. Sijui hizi habari unasemaje wewe? Kwa kifupi ni kwamba habari zote mimi ninazifahamu. Nina hofu sana kuzizungumzia mtu yote kwa sababu unajua jambo kama hili watu wengi wanahatarisha sana maisha yao. Na kumekuwepo mambo mengi sana ya kumfanya mtu awe na hofu, awe mwoga wa kuzungumza ukweli. Mimi na kuhakikishia kwamba sisi tutajitahidi kukupa ulinzi. Tutakupa ulinzi kihitajika, polisi kihitajika, hata maaskari, hata wafanyakazi wa
kwa idara ya upelelezi, ikihitajika tutakupa waweze kukulinda. Kwa hiyo kuwa na amani, usiogopi wala na kuahidi hakuna mtu yote ambaye atakufanyia kibaya. Wewe ni mradi tu useme ukweli, wala usipendelei kwa huku wala kule. Jindi baza yuko harageze umwanya wako ntuguruka gusa kubera ko ndabona yuko nimwe muje gukurikirana n'urubanza kugira ukuri kumenyekana. Ujya muze je mvuge inyuma yaho yitavye Imana harabaye ikintu cyitwa iterabwoba. Kugira iterabwoba ku bantu bamwe babazi yuko uko ibintu byagenze no kwerekana yuko uzogerageza kubivuga uko byagenze azosinzikarizwa ubuzima. Ariko nkuko mwatangiye kubivuga ku ntango, je ndi umuntu mpanye n'ujya muryango umwanya muremure, mengi sana nimeyaona, mengi sana nimeyafuatilia mwenyewe kwa ukaribu, ila ile familia ina matatizo na inaonekana kwamba inaliwa na mtu ambaye ni ndani yake, kwa sababu kipindi ambapo mzee amefariki, mzee amekuwa kinisihi sana kwamba siku utakaponiona mimi nipo katika hali mbaya yoyote, usimpigie mtu yeyote kabla ya kumpigia dada yangu Sultana. But siku hiyo nilipomleta nyumbani yupo vibaya, nimejaribu kumpigia Sultana. Ile tu mimi nataka kumpigia simu tu, ile napiga tu simu hivi, mke wa mzee wa marehemu mzee Adi akaniambia kwamba kata simu. Hauruhusiki kumpigia mtu simu yeyote. Na kabla ya hapo, kipindi hapo nimuingiza mzee ndani natoka nje, ameniambia kwamba yeyote yule atakayeniuliza kwamba mzee kafariki na kitu gani, niwaambie tu kwamba amefariki na ugonjwa wa moyo. Lakini hizi ni habari ambazo ameziniambia yeye, ila mimi shuhudia hilo jambo kama lilivyozungumzwa kweli. Kwa maana mimi mzee nimetoka naye nyumbani ni mzima bukheri, ananiambia kwamba anakwenda kwenye mazoezi ya mwili, kwa maana ilikuwa kila ada yake kila Alhamisi jeudi, yani huyu yategeza kugira sport umwanya mugoro. Cyo turagenda tugeze mu nzira, ambiye ko se programme yo guhura n'umugenzi wiwe Chief Amir. Rero turasha kwa Chief Amir turaganira, yaragiyeyo yaraciye kwa Chief Amir yaraciye ku mwanya mugoro mu masaha 9:30 bityo saa 10 bisha kwa Chief Amir. Isigara hanze ndarindira, mbona bakubaganira, numva bakubaganira n'ibyabo ntabyumva. Urazi ko uri umukozi ntiwemerewe ukumviriza ibyo aba boss abashefu babaganiye. Kuma hanze mu kanya gato haize nk'ikintu cy'isaha yose bakubaganiye, numva ndahamagawe na muzenye dalil nditaba, ngiye gucyasanga muzehe na Chief Amir menga bari baje gusangira nambari ya kayi, nambari kawa bari banyoye akayi, barafite udukombe tubiri tw'icyayi, mbona basangira. Yo atarambira ati muzehe wawe ndabona nga biranse ameze nabi, msaidie kumnyanyua na kumpa kampani ya kumpeleka nyumbani. Nikajaribu vile kama ninavyoweza, nikampitia mzee mgari, lakini vile jinsi tunavyokwenda ndivyo anazidi kutabanika sana. Tunapokwenda kwenye gari ndivyo mzee amezidi hali yake kuzidiwa na kuwa inazorota kabisa. Tukafika mpaka nyumbani, tulifika nyumbani tukamlaza pale kwenye kiti. Hama baramufuka kubera ko yavuga yuko yumva atamerewe neza. Ndasohoka hanze, bavuga yuko barindira Dr. Anas aze kumukonsulta. Dr. Anas yego. Dr. Anas aje, mbona menga hari biganiro bako baraganira we na mamdogo hajya. Mukanya gato bamira mu mzera chikana. Nacyo mbigwa yuko yafiriye muhira wiwe. Niho nacinza kubwirwa yuko ngo uza kumbaza wese mvuge yuko muzehe yishwe n'umutima. Ariko muzehe igihe cyo twagendana nta n'umunsi n'umwe yigeze kubwira ati yumva umutima kwagwaye wiki nta n'umunsi n'umwe.
Tuvuga ati ijenje jina menye kufugwa mzee. Yego birababaje, kazi ya Mungu haina makosa. Lakini hali halisi ndivyo hivyo. Na hii inaizungumza kwa sababu ninaona kwamba na familia inazidi kuwa ni matatizo, migogoro kila siku mpaka nahisi nafsi yangu kuelemewa sana. So hivyo tu nitaweza kuomba ulinzi na kwenu pia sisi, kwa maana nisipopata ulinzi kamili kwa hizi habari ambazo nawaambia zote, ninaona kwamba nitakuja kutia maisha yangu hatarini. Ndio. Sisi tutakupa ulinzi. Kunywa soda. Sisi tutakupa ulinzi, usiwe na shaka, wala hakuna mtu atakufanyia kitu chochote kibaya. Na hapa sana nimewasikia watu wawili ambao tajitahidi kudili nao sana, kwa sababu Sultana yeye tuna mengi tunazungumza, lakini huyu chief Amir huyu itanibidi huyu kuendelea na matuho zawe ko nitushobora kwemera yuko umuntu acikana nyene tutazi vyabaye. Niyo mpamvu vuze nti tuzogerageza turabe hagati aba bantu babiri tumenye koko ico bacarabaye kugira ngo aba bantu bagire ibibazo, cyane uyu mutamadidi. Kimwe gusa nuko kuvyo numvisi wawe nivyo maze kumva handi, ushahidi unaendelea unajiongeza. Ushahidi wangu unaendelea unajiongeza. Kwa hivyo kwa kipindi chochote kile nitakuhitajia, usiokopi nikikuhitaji nikakuita tuonane tuzungumze kwa simu au kwa kuonana face to face, usiwe na shaka wala usiwe na woga wote. Basi mimi nashukuru sana na nishukuru kwa kuwa mmetualika sehemu kama hii tukapata kinywaji. Karibu, umepaona hapa panaitwa kukayago nafikiri, kukasago. Kukasago hiyo. Sehemu hii ya bei sana. Yaani nakumbuka siku moja ndio nimeingia hapa na BADRA. Nimeingia hapa na BADRA. Ana bei kweli. Ile mtoto wa mzee ni hatari sana. Maana pana muda mwingine ananifanyia mambo bado mwenyewe nashtuka. Tunapita hapa na nileta soda kama hiyo kabisa, vizuri. Alafu na nimesikia nyama za hapa na zenyewe ziko bei sana. Yaani nimesikia siku ile tunamaliza tu kula tu wanatuletea factory 5,000. Nimeshtuka nikasema yaani nyama tu yenyewe 5,000. Na sehemu za kuja watu kama nyinyi. Hii ni fast kubwa kabisa, nzuri, lakini unakula huko vizuri, raha, kuna hewa, pamekaa vizuri tu ukipatazama yani. Nashukuru sana mzee. Kunywa soda yako. Mimi nashukuru. Shahidi wangu hapa nazidi kukusanya. Basi mimi acha niondoke. Tutakwenda pamoja. Okay, basi mimi nashukuru. Acha na Sultana. Na kuomba ufikirie hili jambo kwa sababu kwa kweli kama unavyosema kwamba moyo wako umeumia, na ninavyoona kwamba wewe ni mwanasheria ambaye unafahamu sheria sana na upelelezi kwa makini, na imani kupeleleza vizuri sana kwa moyo wangu jinsi ulivyoathirika. Sultana.